imeweza kuwafunga Singida Big Stars. Ni timu ambayo ni kubwa. Singida ni timu kubwa. Singida Black Stars kwa sasa, jina likiwa limebadilishwa hivyo, ambao kwa sasa hawa kwa uwezo wao wa kuwafunga Singida goli 2-0, inaonyesha kwamba Mtibwa Sugar sio timu ya kuidharau. Kumbuka huyu Singida Black Stars ndiye ambaye amefuzu kuingia hatua ya makundi katika wameweza kutoa sare 2. Hii ikionyesha kwamba hata milani yao defensive line yao iko imara, na timu kama Young Africans ambao mechi ya hivi juzi tu wametoka kudraw. Tumekutana na performance ya Young Africans ambayo inatengeneza nafasi, lakini wale washambuliaji wake wanashindwa kuzimalizia nafasi zake. So tunatarajia kwamba watakapo approach game hii dhidi ya Mtibwa Sugar waweze kutengeneza nafasi, lakini kuzitumia nafasi. Mchezaji kama Dube alikosa nafasi nyingi, lakini tunatarajia huenda kutakuwa na mabadiliko katika mechi ya 90% wanaonifuatilia hawaja-subscribe. Tafadhali, ikiwa unatamani kuendelea kupata habari za michezo kama hivi, usisahau kubonyeza subscribe. Nahitaji subscribers 350 niweze kufikisha lengo ambalo nimejiwekea kufikisha mwisho wa mwaka huu, niwe na subscribers 1000. Kwa hiyo tazama hapo idadi ya subscribers kisha subscribe uwe mmoja wapo. Yes. Hujambo mpenzi mtazamaji, hii ni Michael Epic TV na hii ni jioni nyingine tena ambapo tunakwenda kupata pre-match na historia fupi ya klabu ambayo inakwenda kukutana na Young Africans katika siku ya kesho. Na hii si klabu nyingine bali ni klabu ya Mtibwa Sugar. Mtibwa Sugar ni klabu ya aina gani? Mechi zake za nyuma zimekuaje? Lakini pia Young Africans huyu ambaye anakwenda kukutana naye pia ni klabu ya aina gani na matokeo yake ya nyuma yalikuaje, na tutarajie nini katika mechi inayofuata hii ya kesho? Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunakwenda kuyajadili hapa. Kumbuka Young Africans wametoka kumsajili kocha wao mpya Mr. Pedro kwa ajili ya Pedro Goncalves kwa ajili ya kuwaongoza Young Africans. Tunataka tuone na kulingana na maneno ya msemaji wao Bwana Ali Kamwe amesema kwamba wanajitahidi kushughulikia vibali vya huyu kocha wao ili kwamba kesho pia aweze kusimama katika benchi la ufundi. So wakikamilisha sawa, lakini wasipokamilisha taendelea kocha yule ambaye aliwavusha hatua ya awali kuingia katika hatua za makundi. Alright. Mtibwa Sugar ni timu ambayo ipo katika ligi ya NBC na kwa sasa inashika nafasi ya 8 kwenye msimamo. Kumbuka katika hatua hizi mzunguko huu ni timu chache ambazo zimecheza mechi kamili, mechi 5. Ni wachache waliocheza mechi 5 mpaka 6, lakini hawa wachache ambao wamecheza tutakupatia mechi zao 5 za mwisho mechi 5 hao za mwisho. Kwa hiyo tunadeal na huyu Mtibwa Sugar ambaye tutakwenda kujua mechi zake 5 za mwisho alikuwaje. Mtibwa Sugar katika mechi zake 5 za mwisho ameshinda mechi 1, amefungwa mechi 1, lakini pia amedraw mechi 2. Amedraw mechi 2, amesuluhu mechi 2, lakini ameshinda mechi 1, lakini pia akaja akafungwa mechi 1. Lakini mpinzani anayekutana naye huyu Young Africans yeye amecheza mechi 2 peke yake, na katika mechi 2 alizocheza ameshinda mechi 1 na amedraw mechi 1. Mtibwa Sugar kwa jinsi ambavyo wamecheza mechi 4 lakini wameweza kudraw mechi 2. Hii inaweza kutuonesha ni kwa namna gani ambavyo timu hii Mtibwa Sugar imekaa kwa ajili ya ulinzi zaidi kuliko hata kushambulia, kwa sababu uwezo wa control game na kuweza kutoa sare ni kulingana na timu jinsi ilivyokaa na jinsi ambavyo timu ambavyo inajidefend. Unajua Mtibwa Sugar walifanikiwa kushinda mechi dhidi ya Singida Big Stars, lakini pia wakadraw dhidi ya Coastal Union, wakadraw dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia wakafungwa na Mashujaa, wakafungwa na Mashujaa. Hii ndio historia fupi ya timu hii. Imeweza kuwafunga Singida Big Stars. Ni timu ambayo ni kubwa. Singida ni timu kubwa. Singida Black Stars kwa sasa jina likiwa limebadilishwa hivyo, ambao kwa sasa hawa
kwa uwezo wao wa kuwafunga Singida, kwa kuwafunga Singida goli 2-0 inaonyesha kwamba Mtibwa Sugar sio timu ya kuidharau. Kumbuka huyu Singida Black Stars ndiye ambaye amefuzu kuingia hatua ya makundi katika CAF Confederation Cup. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba huyu Mtibwa Sugar pia ana striking force ambayo inaweza kufunga. Unajua ukiona timu kama Mtibwa Sugar, hizi ni timu ambazo zinakuwa zile middle class. Unajua kuna first class, kuna middle class, afu kuna zile za lower. Lakini Mtibwa Sugar ni timu kongwe kwanza katika ligi ya NBC, lakini ni timu ambayo imeweza kupanga kikosi chake na kushinda katika mechi hiyo dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo wananchi ambao wanakwenda kukutana nao katika mechi ya kesho mida kama saa 11 hivi, wajipange vizuri kwa ajili ya defense zao, lakini pia wajipange kwa ajili ya kuweza kushambulia. Wameweza kutoa sare 2. Hii ikionyesha kwamba hata line yao defensive line yao iko imara. Na timu kama Young Africans ambao mechi ya hivi juzi tu wametoka kudraw dhidi ya Mbeya City. Wanakoma kumwanya hawa kutoka kule Mbeya. Wameweza kudraw. Sasa timu kama hizi ambazo ni Mtibwa Sugar zikikutana na timu kubwa, mara nyingi huwa zinaenda na approach ya kuzuia. So timu kama Young Africans inatakiwa wale washambuliaji wake wawe clinical enough kutengeneza nafasi, lakini pia kuzimalizia nafasi. Tumekutana na performance ya Young Africans ambayo inatengeneza nafasi, lakini wale washambuliaji wake wanashindwa kuzimalizia nafasi zake. So tunatarajia kwamba watakapo approach game hii dhidi ya Mtibwa Sugar waweze kutengeneza nafasi, lakini kuzitumia nafasi. Mchezaji kama Dube alikosa nafasi nyingi, lakini tunatarajia huenda kutakuwa na mabadiliko katika mechi ambayo inafuata. Young Africans wenyewe, kwa historia wao wamecheza mechi mbili za ligi yetu, ambapo wameshinda mechi moja, lakini wameweza kudraw mechi moja. Wao kushindwa kushinda mechi ile ya Mbeya, tuliona ilikuwa ni kwanza Mbeya walicheza vizuri, lakini pia wao kama washambuliaji wa Young Africans walishindwa kutumia nafasi ambazo zilikuwa zimetengenezwa, ingawa sababu zilitolewa hapa na pale mpaka kocha akaondolewa, sababu nyingi. Lakini tuliona kabisa kwa sababu kocha ndio anahusika katika kupanga mbinu, lakini wanaofanya execution za mipango ya coach ni wachezaji. So wachezaji pia wanatakiwa wabebe lawama hapa kidogo, kwa sababu walitengeneza nafasi wakashindwa kuzimalizia. Hii iwaandae basi kisaikolojia Mtibwa Sugar, lakini pia iwaandae Young Africans. Mtibwa Sugar, Young Africans ni timu ambayo kwa sasa ina uchu wa kushinda. Kumbuka imeshinda mechi moja, imedraw mechi nyingine. Wanatamani kuendelea kuziokota hizi point mpaka watakapofikia hatua ya kuweza kugombania taji la NBC kwa msimu huu. So be careful, kwa sababu Young Africans watakuja na njaa, na ikifanikiwa kwa mfano mbinu za huyu kocha mpya anatamani kuprove kwamba yes, mmenisajili Young Africans, hiki ndio kiwango changu. Mimi ni kocha kutoka Ureno, kocha ambaye alishawahi coach timu ndogo ya Sporting Lisbon ya kule Ureno, moja ya klabu ambazo zimemtoa star mkubwa sana Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo ni kocha wa pekee. Sasa kama mbinu zake zitaanza kutumika kwenye mechi hii ijayo, kuna uhakika atatamani sana kufungua uongozi wake kwa kushinda, ili angalau aweze kukubalika na mashabiki wa klabu ya Young Africans. Kwa hiyo ni summary fupi ya pre-match kuhusu kile ambacho tunatarajia kitatokea katika mechi siku ya kesho. Mimi ni Michael Mgani, na kumbuka mara baada ya match siku ya kesho tutakuwa na uchambuzi kutoka kwa mashabiki mbalimbali ambao watazungumzia wameonaje performance ya timu, lakini pia wanatarajia nini kuelekea katika kuchukua taji la ubingwa wa NBC Premier League. 90% wanaonifuatilia hawaja subscribe. Tafadhali, ikiwa unatamani kuendelea kupata habari za michezo kama hivi,
usisahau kubonyeza subscribe. Nahitaji subscribers 350 niweze kufikisha lengo ambalo nimejiwekea kufikisha mwisho wa mwaka huu, niwe na subscribers 1000. Kwa hiyo tazama hapo idadi ya subscribers kisha subscribe uwe mmoja wapo. Yes, siku mwema.